Kwa majina naitwa Brenda Kangai. Mimi ni msichana wa Mlima Kenya, ama ukipenda the daughter of the mountain. Na mimi ndo nafanyanga kazi ya acting women representative Nairobi County. Kabla wananchi wa Nairobi wanipatie hiyo kazi officially 2027, kwa sababu mwenye amekuwa msaliti, ametuuza kabisa. Sasa mimi nataka kuongea kwa sababu ya ile propaganda ambayo inaenezwa na watu wa Kenya kuishi. Hao watu naona wanaeneza propaganda ya kwamba Azimio iko na agenda tofauti ambayo inaenda kuongelelea kwa hayo mazungumzo. Mimi nataka ku make it very clear. Watu wa Azimio wanaenda kujadili maneno mawili. Hiyo ingine hatutaki kujua. Jambo la kwanza, high cost of living. Ya pili, mambo ya IEBC kufungua server na electoral justice. Kwa sababu shida zetu zinaanzianga wakati wa election. Wakenya wakichagua the right choice, vitu zinaenda zinapinduliwa, tunapatiwa mtu ambaye hatukuwa tunamtaka. So mimi nataka kusema hivi. Ile propaganda ambayo inaenezwa na brokers wa huko Kenya kuisha ni uongo, ni nia ya kukandamiza watu wa Azimio. Lakini mimi kama mwana Azimio na mwana soja wa Raila Odinga, I want to make it very clear that Raila Odinga has the best agenda for this country. Tumekuwa na bipartisan talk, zikakuja mabunge wakajadiliana warudi parliament, wakaongea, wakakosa kusikizana. Baba alirudi kwa wananchi na akawaambia mazungumzo hayajasaidia mwananchi, tukarudi kwa barabara. So mimi nataka kuambia hata saa hizi huyo mtu ambaye ameletwa kutoka huko Nigeria amekuja kuleta mazungumzo, iwapo hiyo mazungumzo haitafaidi mwananchi, najua ya kwamba Raila Odinga atarudi kwa mwananchi na mwambie mwananchi hiyo mazungumzo haijatusaidia, turudi kwa njia ya barabara. Na mimi nataka kuambia wewe baba Raila Amolo Odinga, ambaye ni baba yetu, tunapenda na tunaamini, our only hope. Ukienda pale kwa mazungumzo, eka sura ya kazi. Baba, sisi hata kesho tuko ready kurudi kwa barabara. Usipembeleze hao watu. Waambie umetumwa na wananchi, na wananchi wanataka gharama ya maisha ishuke, wanataka petroli ishuke, mwananchi anataka school fees ishuke, mwananchi anataka stima ipunguzwe, wananchi anataka taxation ipunguzwe, ndiye akiweza kufanya imports za biashara zake anaweza kugharamikia. So mimi nataka kuambia watu wa Kenya kuisha, hata mkieneza propaganda zinakaa aje, sisi kama vijana wa baba tuko updated na tuko hapa kuambia wananchi ukweli ya kwamba baba anaenda kujadili maneno ya high cost of living na mambo ya electoral justice. So mimi nataka kusema ya kwamba bloggers, andikeni kitu ambayo mnataka kuandika, lakini mjue ya kwamba si hivyo baba ameketi chini na huyo former president wa Nigeria. Hata kesho tunaweza rudi kwa maandamano iwapo agenda ya mwananchi haitashughulikiwa. Najua baba atatuelekeza. Na mimi wananchi niwaambie, matunda mazuri katika hii taifa la Kenya imeonekana only through Raila Amolo Odinga. That is the only person ambaye ameleta true fruits na fruits za kubenefit wananchi. Raila Odinga ndiye alileta multi-party democracy. Raila Odinga ndiye alileta freedom of speech. Raila Odinga ndiye ameleta devolution. Hata saa hizi gharama ya maisha ikipunguzwa, Raila Odinga ndiye atashughulika. So nataka kuambia wananchi mko safe na interest zenu ziko safe. As long as Raila Amolo Odinga ametuambia pale anaenda kujadili mambo ya economy, sisi kama wananchi tunajua tuko safe. So nataka kuambia watu wa Kenya kuisha, mkisikia high cost of living si kuenda kwa shamba mnapiga mapicha huko kama nyani. Rigathi Gachagua, usikie vizuri sana. High cost of living si kuenda kwa shamba unapiga mapicha. It tackles a lot of things. Tunaanzia na petroli, vile nimesema hapo awali. Tunaanza na school fees. Tunaanza na basic commodities ambazo ni sukari, ni unga, ni sabuni na vitu ambazo mwananchi wa kawaida anatumianga. Tunaanza na import na export, the taxation yenye iko hapo. So gharama ya maisha si kumaanisha unaenda kupiga mapicha huko. Na ukituona tulikuwa kwa barabara, hatuko tunaongelelea kwa barabara, hatuko tunaongelelea hiyo unga,
tulikuwa tunaongelelea hizo vitu zote zikiwa kwa jumla, especially bei ya stima na taxation, sukari, sabuni, hizo vitu ndio tulikuwa tunaongelelea. So mimi nataka kuambia msieneze propaganda na chuki dhidi ya watu wa Azimio. Msikuje kutwist vitu haziko. Sisi tunajua Raila Odinga ako na nia nzuri na taifa la Kenya. Na mimi nataka kukuambia baba Kangai, hata kesho unaweza ita maandamano. Wewe enda uzungumze nao watu. Lakini kama hiyo agenda ya hao watu haitakuwa agenda ya wananchi, baba turudisha kwa barabara. Tuko ready kama wananchi. Na mimi nataka kuambia William Samoei Ruto, watu walipokupatia kura na ulipofanya zile sarakasi ulifanya ndio ukakuwa State House, walikuwa na nia ya kwamba wataishi maisha mazuri. Wakenya kitu ambayo inawasumbua ni basic commodities. Sisi gharama ya maisha ikishuka tutashughulika na nyinyi. So sisi kama wananchi, hata muende mjadiliane aje na cost of living ibaki juu, sisi tutaandamana. Na hapo ndo utajua si Raila alikuwa anaitisha maandamano, ni wananchi walikuwa wanaitisha maandamano. Kwa sababu sisi tumekaliwa na maisha na tuwezi afford basic commodities. So tutarudi kwa barabara. Na aswa sisi viongozi wa vijana tunasema no taxation. Mmetukalia, mmetufinyilia. We cannot afford basic commodities. Tukidemonstrate mnatushoot. This time round endeni kwa negotiation mkijua wananchi ndio first priority. Na tunajua baba ndiye hapo kuturepresent. Because the only person mwenye amekuanga na interest ya wananchi hii dunia ni Raila Amolo Odinga. So mimi baba nataka kuambia sisi kama wafuasi wa Azimio na watoto wako tunakuamini 100%. Na niwaambie sisi kama watoto wa baba tunasemanga Raila akienda right tunaenda right. Baba akienda left tunaenda left. Na tunasemanga whatever Raila Odinga ameona mbali na kuna agenda nzuri ya wananchi. So sisi kama watu wa Azimio hakuna siku itaifika tupinge Raila Odinga. So as for now, we believe Raila Odinga has the good agenda for mwananchi na anaenda kurepresent mwananchi kwa talks zao. So mimi nataka kuaddress watu wa Kenya kuisha. Msidhani mazungumzo kuna effect yote Azimio itapata. Mazungumzo imesukumwa na watu wa Azimio. Sisi ndio tumewasukuma hadi mkajua Wakenya kwa na maana mkae chini mjadiliane na sisi. So mkienda kwa hiyo mazungumzo msilete kiburi. Mkijaribu kuleta kiburi tunarudi kwa barabara. Jambo la pili, bloggers wa UDA. Naona kazi yenu tu kubwa mko nayo ni kuharibia Azimio jina. Mharibia Azimio jina na facts kwa sababu mkimislead wa Kenya. Kuna youths kama sisi ambao tutatoka tuambie Wakenya ukweli. Jambo la mwisho, nataka kuongelesha Wakenya wenzangu. I have always told you, sisi kama vijana tusidividiwe na tribe. Saizi zile issues tuna face, unemployment, high cost of living, sisi vijana ndo tunaumia zaidi. So mimi nataka kuambia vijana wakati wa election ikifika, mtakuja mdanganywa tena na ndugu ya Yesu Kristo. Mumweke pale kwa ballot, apite, na atakapopita tena ataendelea kuwaumiza. So mimi nataka kuambia hata kama mazungumzo inaendelea, this is the time to know the person you are going to elect 2027. Hopefully Raila Amolo Odinga will be on the ballot. Baba utapita 99.99%. Kwa sababu hii raundi I believe Mkenya atapiga kura na kalishe kura yake. Juu ile shida tumepitia kama Wakenya, I don't think tutaitikia kujiangusha kwa hiyo mess. So mimi kitu nilikuwa nasema vijana, tusidividiwe na tribe. Tupendane. When we make decisions on the ballot, to make za ule leader ambaye tunajua anaenda kutransform life yetu. And that's the only person who can transform the lives of Kenyans at the moment. It is only Raila Amolo Odinga. Watu wa Kenya kuisha they are genderless. Ni vile tu tunawafinya kabisa wapunguze gharama ya maisha. Sasa wa Kenya, I will keep you updated kwa hizi vitu za talks. Unajua misleading bloggers wako ready kuwa mislead, but we will keep you updated. Na mkae mkijua ya kwamba Raila Amolo Odinga ako na nia nzuri na wananchi wa Kenya
Na pale kwa talks, Kenyans are the first priority. Wakenya mkoe mkijua hivyo kabla mlataiwe na mdanganywe na watu wa Kinyabishi.